Samna chokitaka nini? Hali yangu majinuni tu. Dishani wewe, mrembo wa kijiji. Yaani laiti hichi kijiji kingekuwa na mfalme, shoga yangu ungeitwa Malkia. Haya, bibi maneno, usiishwa na maneno. Yaani siku kiishwa na hayo maneno, utalazwa mgonjwa mahututi. Unafikiri naongeaga yote basi? Yaani mwenzako unavyoniona hivi, kuna vitu vingine mwenzio nashindwa kabisa kuongea. Ila najua huwezi kuniamini. Vitu gani hivyo? Unajua nini Dishani? Yaani kwenye familia yetu tunaongea sana. Yaani tunachambana haswa, yaani hatari. Lakini kwenye kuchambana, kuongea, kuna swala hili moja tukifikaga hilo, swala la mapenzi. Midomo inakuwa kimya, kama imegandishwa na gundi, hatuzungumzi. Kwani dada Jojo, ushaikuwa na mpenzi? Mwenzangu, hiyo story nyingine tena ndefu tu. Nishaikuwa naye, ila sasa kuongea mwanzo nilikuwa siwezi. Mimi ni kuzimia tu. Yaani kupokea yale matukio, moyo wangu mimi chini. Yaani nikijaribu tu kuongea kuna kitu kama kinanibana yani hapa kifuani, maana yani sijielewi. Mimi tena michozi, kulia na mimi sitaki kukumbuka, wewe acha tu. Pole, ungejaribu kupima pressure. Jamani, wewe nawe, sio ndo kusoma, sio ndo nini, kila kitu kwenda kupima tu shoga yangu. Kupenda sana nayo ugonjwa. Lakini tuachane na hayo. Sio kitu ambacho kimenifanya nikusimamisha hapa. Sasa shoga yangu, nina ujumbe mzito, yani ujumbe umenona kutoka kwa kakaangu Ima. Baruti, kaka Ima yupo ndani, naomba uende. Nahitaji kuongea na wewe. Si tumetoka kuonana muda si mrefu. Una shida gani tena? Salma, kila nikikaa nachoka kuwaza. Hebu naomba unipe majibu yenye kueleweka. Yule dada anachokizungumza ni ukweli? Baruti, sio lazima ujue majibu ya kila maswali. Mengine achana nayo. Salma, hebu nieleweshe basi. We Baruti, si nimekwambia Kaima yupo? Kwa unavyoongea hivyo unataka kusikie? Nakuuliza, ni kweli wewe ni mjamzito? Sasa hata kama nikikwambia mimi ni mjamzito, kwa hiyo utabadilisha maamuzi yako na kuniacha? Wewe nenda tu, leo sina majibu ya maswali yako Baruti. Naomba tukapime mimba. Niache wewe. Naona umekuja. Tena safari hii una uhuru ulioje mpaka unapiga na makelele. Kwa hiyo mama mtu ndo anaosha vyombo tena apate kujazia wewe makulaji. Si ndio maana yenu? Hapana, za saizi kaka Ima. Kama wewe shuaini wewe. Sina ziki ndogo ndogo za kuitwa kaka mimi mpaka niwe na mdogo kama wewe omba wewe. Kwa hiyo wewe siku hizi ukisikia njaa unatafuta chakula cha bure kwa kina Jojo. Baruti nitakulipua mshenzi wewe. Mimi hela hakuna naitafuta kwa tabu afu unashindalisha chakula changu na mibangi yako. Kaka Ima tena anasemaje? Ni mambo nyeti kidogo. Ila kwa kuwa nakuweza acha nikuchane. Ujue kaka Ima anakuelewa sana. Yaani hizo rasta zako na hizo pigo zako mtoto unavyojiekaeka unammaliza kakaangu. Na unavyopitaga pale omu. Kakaangu basi aishi kukuangalia, kudilishani, anafanya hadi kukuchungulia. Unavyopita tu. Unamaanisha nini dada Jojo? Wewe kweli rafiki yake na Salma jamani. Yaani umekuwa mwili tu lakini akili iko vile vile. Yaani inamaanisha kaka Ima anakupenda kimapenzi, anataka uwe mpenzi wake. Dada Jojo mimi siwezi. Alafu kaka Ima ni kakaangu, mimi namheshimu sana. Mtume. Kwa mimi namtongozea hapa simheshimu au? Nisikilize mdogo wangu Dishani. Mapenzi wala hachagui sehemu ya kutua. Na ndio maana ametua kwako. Lakini kaka Ima ametulia sana. Yeye mwenyewe kanilea. Dishani. We Dishani. Dishani. Yaani huyo mtoto. Ni haki ya Mungu lazima nihakikishe kaka Ima anapata huyo demo. Inabidi apunguze kutuchamba mule ndani, yani lazima. Baba mimi sio Jojo. Samani kaka Ima, nimechanganyikiwa tu ila sija kuchukua chakula. Kama umechanganyikiwa ulisikia hapa Milembe? Na unaokea gani kama watu wa mundani tuko sawa?
Oya wewe, mimi ndo nimechanganyikiwa na sijui nitapona lini. Yaani hapo unaponiona kifurushi kupiga ameshajiunga data. Wewe kama una mpango na mzazi mtarajiwa si ulete barua. Mzazi mtarajiwa? Ina maana ni kweli ni mjamzito? Kyoko, unachokishangaa kitu gani? Wewe unapalamia kama palamia migomba. Utakuja kuuziwa mbuzi kwenye gunia mshenzi wewe. Unataka kupalamia majukumu sio kuhusu. Acha kujitia mimba ya kichwa, utakuja kuzaa mawazo. Na nilipokuwa sikupendi wewe pumbavu. Kwanza ushanishindisha njaa, alafu naona kama unataka kuniletea utawala. Nataka kupumzisha tumbo langu, bado unanipigia kelele. Wewe leo ngoja nikuonyeshe pumbavu zako nataka kucheze. La. Ungesimama kama wewe mwanaume kweli na unalitaka na unalitafuta pumbavu. Si mpambanaji na pambania kwako. Ungesimama tuongee sasa. Shenzi wewe. Sitaki ujinga mimi na familia yangu. Pole pole, pole pole, pole pole. Bwana Kamanda, kwema? Sio sana kiongozi. Kwanza kabisa bwana, poleni kwa matatizo mnayopitia pale ofisini. Maana na muda mrefu sijaonana na wewe, lakini nasikia tu hivyo visanga mnavyopitia pale ofisini. Wewe acha tu ndugu yangu. Yaani ile ofisi imeniponza sana ndugu yangu. Nimekutana kipigo ambacho hata wapiga ngoma hawapigi vile. Yaani mtu anapiga utazana anagombania tuzo. Unakwepa ngumi, unakuja mguu. Unakwepa kipepsi, inakuja kifuti. Yaani mzee, ungeniona nilivyokuwa nimebadilika. Wewe mwenyewe ungejiuliza, huyu ndo kamanda au kalanga? Poleni sana. Sasa haya mpaka yanafikia kote huku, yametokea wapi? Ndugu yangu we, anajua mwenyekiti mwenyewe. Ila mimi na mbuzi kilichotuponza ni kufuata mkumbo tu. Na wewe mwenyekiti si ni kiongozi mwenzako? Jaribu kumfuata muulize chanzo. Nilichosikia ni kwamba kiongozi anatembea na binti yake. Na nyinyi wote mnajua? Yamekufikia hadi wewe? Kusema ukweli mimi hao mambo sikuwa nayajua. Ila nimeyajua baada ya kukamatwa. Na nilishangaa sana. Mwenyekiti anawezaje kufanya kitu kama hicho? Na kama kweli anafanya kitu kama hicho, yule jamaa ni shetani aisi. Sasa sababu ya mimi kukusimamisha hapa ni kwa sababu nataka kujua vitu vichache, kwa sababu wewe ni kijana wake wa siku nyingi. Na leo jioni tuna kikao kizito sana na mwenyekiti. Sasa ni bora ukanieleza mapema ili nijue kama na wewe unahusika kwenye hili au la. Nikueleze nini kiongozi? Nasikia mwenyekiti amemuua mzee Mbonde na mama Adija. Na nyie mnajua hili? Mzee baba, sina chochote ninachokijua. Mimi nishiriki kumuua mzee Mbonde na mama Adija. Wananihusu nini? Mimi ni mwanasiasa. Mjomba nisikilize. Mbaneni huyo mwenyekiti awaeleze. Na hata ukimleta hapa, nitamkana hadharani kwa sababu sijafanya kitu chochote. Haya sawa. Ila na nyie sasa mjifunze kutotumika na viongozi kwa maslahi yao binafsi. Yaani kuchinja kuku tu siwezi. Nitaweza kumuua mtu? Jamani msinitafutie sababu mimi ya kuhama hiki kijiji. Yes, Scott. Siku zote wahenga wanasema alisemalo lipo. Na kama alipo, basi liko njiani linakuja. Nafiki tu. Inajua maisha ni magumu, kama haujafa una matumaini. Pole pole, usikimbie, usitumie maumivu kama njia ya kuponya moyo wako. Ninajua ni ngumu. We vipi tena? Mbona ucheki na wowote? Shatanua mipua sasa? Shida nini kwani kakaangu? Yaani Jojo, ninavyokuambia huyo mdogo wako shanogewa. Na hapa leo alimwambia Baruti na leo tena. Hivyo yule bwana alikuja pale. Iya iko sawa bwana Kakaima. Hizi habari za Sama kumpelekea chakula Baruti, mimi nitachoka kuvumilia ya mambo. Njaa zinatuuma tangia asubuhi tunywe chai mpaka sasa hivi afu ana mambo gani sasa haya? Subutu. Leo nimewakuta hapo nashikana kimahaba. Na bibi ndo alikuwa anaosha vyombo apate kumpakulia mume chakula. Hivyo nimemtimua kama pakajizi. Kwa hiyo ugali upo hajaondoka nao. Yaani hapa ilikuwa aondoke na mimi au aondoke na ugali. Hivyo jamani, mtu gani tu akivuta mibangi anaweza ugali wa ima? Ameona hapa kwa bantilie. Hivyo sasa alikuwa anafanya kishua ule. Ila nyoa wadogo zangu kwa daika na nyumba ile. Wale wana hela kweli. Si wamepaki gari nje ya nyumba yao pale. Ovyo. Hiyo hela itolewa. Mbona kwa miguu? Toka alivyokufa mama yao na gari imekufa. Tuachane nayo sasa kakaangu, nimekuja na habari njema. Leo nimekutana na Dishani. Jamani, mimi hizo taarifa za Dishani tena jamani nishazichoka. Kwani hamjamzoea tu? Amna Kakaima. Leo nimemwingia kitu tofauti kabisa.
Umemwingia kitofauti una maana gani? Umemwingia kinyume nyume? Tulia basi unisikie kakaangu. Leo nimekutana naye nikampa salamu zako sasa jamani. Salamu? Salamu zipi Jojo? Nikamwambia sasa, tulia mtoto dishani. Hivi unajua kakaangu Ima anakuelewa sana? Yaani anakupenda hatari. Ila shida tu anashindwa pa kukuambia. Jojo nitakupasua mbwa wewe. Nimekutuma ukaseme mimi? Kwani mimi sina mdomo wa kuzungumza? Potea mbele yangu sasa kukuona mimi. Sura kama kinyago cha Squid Game. Iko ndio unaenda kutafuta kwa Joani. Hivi wewe Jojo na umeweza kusema kukana wifu mundani? Au hata ile amani ndogo ilikuwa hapo mundani hamuitaki? Ninataka nimlete hapa ibuke vita tatu ya dunia. Muhaini mkubwa wewe. Jamani kaka Ima. Ni jambo hili au kuna mengine mpaka naitwa muhaini? Kagugo. Makubwa. Nimetoka shebele sasa hivi nimekuja muhaini. Mbona mapya haya? Mama we, mama we. 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 Vipi mjomba? Umetoneshwa kidonda? Yaani na uchungu kama nizae vile mjomba wangu. Ndio maana mimi nakwambiaga siku zote, mzee wangu tulia ndani. Ushakutana nacho sasa. Hapana. Wanachomfanyia Zuberi sio haki. Sijai kuona siasa aina hii. Yaani sijai kuona siasa aina hii. Hata nikitizama chaneli za Marekani. Yaani wamemzushia yote. Wameona kidume anapangua. Wameamua kumzushia anatembea na mwanae kipenzi. Acha utani ya mjomba. Hivi unajua ni mzushi sana. Niambie hizo habari umezitoa wapi? Kama sio wewe unazieneza. Naanzaje kumzushia mwenyekiti wangu mtakatifu? Na mtu aliyenipa hizi taarifa ni mtu wake wa karibu, hawezi kunidanganya. Kwanza nimemkuta kapigika usoni, namuuliza shida nini? Anataja wanajeshi. Ndo akaanza kuniambia mambo mengi ya mwenyekiti, mpaka ya kuua watu. Yaani ni bora waniue kuliko wanavyomsingizia mwenyekiti. Na nikimkamata anayesambaza haya maneno, nitamng'oa meno. Wewe umesema ni vijana wake mwenyewe? Vijana siku hizi wamekuwa mchele sana. Ni bora ukae kimya, kwa sababu hizo taarifa ni kubwa na hauna uhakika nazo. Ukianza kwenda nazo kwenye draft, ukishikwa utanyongwa. Mwenyekiti, kuna tuma kadhaa za kushangaza amezileta Jio hapa. Hivyo tunaomba utuambie kama kuna ukweli. Jio ameleta tuhuma. Kuhusu nini? Ndugu mwenyekiti, tumekaa na kujadili kwa pamoja kwa maslahi mapana ya chama chetu. Ni vema tukufikishie. Kama zina ukweli wowote, tujue tunajiandaa vipi na kuzisafisha wakati huu wa kampeni. Hebu Mama Simba, mwambie ni tuhuma gani hizo? Mwenyekiti, Joseph amekuja na tuhuma kadhaa kuhusu wewe. Kwanza anakutuhumu umemua babake Mzee Mbonde ili uendelee kusalia kwenye kiti. Jamani. Kila mtu anajua kilichomua Mzee Mbonde. Na yeye mwenyewe aliacha ujumbe kwa ni kwa sababu alikuwa anampenda mkwewe. Amesema ushahidi anao na kuna shahidi aliona tukio. Nani? Hadija? Kwani Hadija ndo shahidi wa tukio? Mimi nimeuliza tu. Mke wangu, mbona uko kwenye hali hiyo? Shida nini? Mume wangu, sina raha. Yaani ni kitu gani kinafanya unakosa raha? Kuna shida gani? Huyu mtoto aliyoko tumboni mume wangu ananinyima raha. Tulia kwanza, alafu relax. Kisha nieleze kinagaubaga nini shida? Najua pendi kuona naumia na kuhuzunika kuhusu familia yangu. Lakini ukweli ni kwamba toka nimembeba huyo mtoto namkumbuka sana mama yangu. Mke wangu,
Sasa hapo kinachokupa mawazo wewe ni kitu gani? Kiukweli mama angekuwepo, angefurahi sana kuja kumwona mjukuu wake. Hivi unajua kama mimi na mamangu tulikuwa tumebaki wawili tu. Ni kweli, lakini mke wangu, hauwezi kubadili hatima. Hauwezi kurudisha tena muda nyuma. Mama kweli hayupo, lakini sisi pia hatutakiwi kuhuzunika wala hatutakiwi kuwa tunamkumbuka kila siku tena kwa kulia. Hata yeye huko aliko na imani atakuwa anajisikia vibaya. Ila tunachotakiwa kukifanya, tukipata muda, twende tukatembelee kaburi la mama, ili mradi na yeye aweze kuongea na mjukuu wake na kumfahamu pia. Kaburi? Kaburi, mbona unashangaa? Sidhani kama nikikuelezea utanielewa. Mimi nimeuliza tu. Vile unalala na binti yako kitanda kimoja. Na kuna baadhi ya mikataba michafu unataka kuingia ili kuuza maeneo ya hiki kijiji. Na ameenda mbali kwa kusema wewe unamiliki vikosi vya mauaji. Na umemuua mama Adija. I say, kweli sio wanaokwenda jela wote wana hatia. Yaani John nimemchukulia kama mwanangu na nikamruhusu awe mpaka binti yangu. Ndio kuongea hivi kweli? Nini hasa kosa langu mpaka aninenee uongo wote huu? Sasa mwenyekiti, kinachoonekana John mpaka amekuja kuzifikisha hizi habari kwetu. Manake hataki hizi siri zitoke nje. Kwa maana kwamba wewe ndo taswira ya chama chetu. Lakini hali kadhalika wewe ndo umebeba kijiji chetu. Kwa maana sasa, kama siri hizi zitakwenda nje, hakutokuwa na afya ya chama chetu wala kijiji chetu. Zaidi ya hapo, tutawapa upinzani nguvu ya kuchukua madaraka. Sisi tunakuomba mwenyekiti, kwa kutunza heshima yako, kaa tafakari, fikiria, chukua hatua mapema kabla mambo hayajaharibika zaidi. Mnamaanisha nini? Ni bora ukajiuzuru ili ubaki na heshima yako. Hizi tuhuma ni nzito mwenyekiti. Na hicho ndio ninachokitaka Joe. Kuniona napoteza kila kitu. Naishi kama raia wa kawaida. Kivipi yani? Kwani hamna kaburi la mama? Au labda umesahau mahali lilipo? Ni kweli nilikwambia mama wangu amefariki. Ila kweli ni kwamba mama wangu hajafa. Usinitanie bana. Yaani hajafa kivipi wakati wewe mwenyewe ndo ulinithibitishia kwamba mama amefariki? Ni story ndefu mume wangu. Na kile nikitafutaga muda kutaka kukwambia, nashindwa hata pa kuanzia. Kwa hiyo mama yuko wapi? Yupo Dodoma. Sasa sababu kubwa ya kudanganya kifo na kutokanyaga hapa ilikuwa ni nini? Ni mwenyekiti. Aliona ni bora kusingizia kifo kuliko kufariki kabisa. Toka alivyoondoka hajakanyaga tena. Ila kiukweli leo nimemkumbuka sana mama yangu. Halo? Ulisema mafanikio hayahitaji huruma eh? Si ulisema dunia haina huruma? Na ukasisitiza nifanye dili kimpango wangu eh? Sasa na mimi pia nimegundua dunia haina huruma. Nimeshapoteza kila kitu. Na sasa nahitaji kurudisha kila kitu. Nimeamua kuchanga karata zangu upya. Naomba msaada wako mwekezaji.